tulidanganywa. Screen haziharibu macho bwana. Kwanza hakuna tafiti yoyote ulimwenguni inayoprove kwamba huwa screen za TV au simu zinaharibu macho. Ila kuna kikubwa zaidi ambacho hakuna anayekwambia, tena kilicho na madhara mara 1000 zaidi. Ukiwa mtoto, jicho lako hukua hadi takriban miaka 10 hadi 12 ili kuadjust vision. Yaani kukadiria vitu kwa usawa, jicho linakuwa ili kuweza kukizi maono, kutofautisha ukubwa, rangi na vitu tofauti tofauti. Sasa shida inakuja pale ambapo ili jicho liache kukua kwa kasi, linatakiwa lipewe signal. Na sasa hiyo signal inaifikia ikiwa unapata muda na unakaa kwenye mwanga wa asili, yani mwanga mkubwa wa jua. Kwa hiyo tatizo unakuta kwamba watoto wengi na vijana zaidi katika miji iliyoendelea wanaishi sana wakiwa ndani, kuangalia TV, simu, daftari, vitabu na kadhalika. Kwa hiyo macho yanakosa zile signals za kustopu. Sasa inaendelea kukua na boom, unaanza kupoteza vision ya kuona. Na ndio maana katika nchi baadhi kuna vijana takriban 9 kwa 10 ambao hutoka chuoni wakiwa wameanza kuvalia miwani ili kuwasaidia kuona, na sio kwa sababu ya screen eti, ila ni kwa sababu hawachukui muda wakae nje muda mrefu ili kupata mwanga wa asili wa jua, kutazama TV au kitu kingine kwa karibu ili kuona vizuri. Ni vivyo hivyo, hayaribu chochote kumbe bwana. Mara nyingi ni kwamba kama ukimwona mtoto akisogelea sana TV au screen kwa ukaribu zaidi ili aone vizuri, basi hapo tayari ana shida ya kuona, yani anaona vizuri zaidi kwa ukaribu. Kwa hiyo badala ya kumtukana, tafuta daktari mbobezi wa macho akushauri vizuri. Sasa je, screen zinachosha macho? Ndio, kwa kuwa unafiksi macho kwa kitu kimoja muda mrefu, unakapua mara chache sana na hivyo jicho linachoka. Kwa hiyo walikuwa sahihi kwenye kutujulisha tatizo, ila walikosea kwenye kutuambia sababu. Yani hapana, screen haziharibu macho, ila chukua pia muda mrefu kiangalia mazingira yenye mwanga halisi wa nature. Na hakikisha unatazama pembeni kwa sekunde 6 kila baada ya dakika 20 za kuangalia TV au simu non-stop. Na usisahau kunifollow, ni proof ikiwa nimekosea, ila pia kwa uthibitisho wa tafiti za kweli na halisi.